hata pale ambapo umetenda dhambi, ruhusu Mungu atukuzwe katikati ya maisha yako. Hata pale ambapo umetenda dhambi, ruhusu Mungu atukuzwe katikati ya maisha yako. Na hapa nianze moja kwa moja na ule mstari wa Zaburi ya 51. Ile Zaburi ya 51 yote ni toba ambayo inaonekana pale. Daudi ambaye ndio inaaminiwa ndio mwandishi wa Zaburi ile, akiwa anaongea habari ya toba, anaongea habari ya dhambi zake na jinsi ambavyo anamuomba Mungu apate kumrehemu. Anasema, Bwana unirehemu sawa sawa na fadhili zako, kiasi cha wingi wa huruma yako uyafute makosa yangu. Tunamuona pale kwenye Zaburi yote ya 51 anazungumza habari ya toba. Kumbe ni habari ya dhambi zake. Lakini leo mimi ninaisoma ile Zaburi, inanibariki. Ninaisoma ile Zaburi inanitia nguvu. Tena namshukuru Mungu kwa sababu Zaburi ni kitabu ambacho nimeona watu wa dini tofauti tofauti wanasoma. Nimeona hata wenzetu ambao hawatumii Biblia kama Waislamu wanatumia sana vile vitabu vya Musa, vitabu vya Torati, lakini wanatumia pia Zaburi. Na nimeona wenzetu wa dini nyingine kama Buddha, Hindu wanatumia Zaburi. Kwa hiyo hii ni moja ya eneo ambalo unaona huyu mtumishi wa Mungu aliyeiandika hii Zaburi ni dhambi alizozitenda, lakini ameruhusu zinatumika kwa namna ambayo inamtukuza Mungu. Sasa wewe, nataka nikutie moyo leo, ruhusu hata mazingira ya dhambi uliojikuta umeitenda, Mungu atukuzwe katikati ya maisha yako hata katika mazingira hayo. Nitakupa mifano kadhaa. Mfano mmoja, watu wengi sasa hivi tunajikuta katika hali ya kuwa tunagombana na wifi zetu. Yaani sasa hivi hata ukisikia neno mawifi, ukisikia tu lile neno mawifi, kwenye akili yako wewe mwanamke unayefuatana nami nini kinaingia? Hata wewe mwanaume nini kinaingia? Utakuta inaingia ile hali ya kujua mawifi tayari inakuja ni kama ugomvi, ni kugombana, ni misongano, ni vurugu, ni kutopatana, ni kutopendana, inaingia ndani. Na Mungu atusaidie leo tunapoendelea kutafakari mambo haya, tunapojifunza, atusaidie ili pepo linaloleta vurugu katikati ya watu na wifi zao, badala ukaa kwa furaha na amani, siku zote unakuwa vurugu na mateso, lishindwe kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Kwa hiyo wewe na wifi yako, wewe mwanamke ambaye unafuatana nami, wewe na wifi yako mna mahusiano gani? Je, mnagombana? Kama mnagombana, kama wakati mwingine pengine mlifikia mahali mkatukanana matusi, mnanuniana badala ya kuzungumza kwa kupatana, je, unazungumza nini kuhusu mahusiano yako wewe na hao wifi zako? Unazungumza nini kuhusu mahusiano yako wewe na huyo wifi yako? Umegundua kosa lako? Au hujagundua kosa lako? Maana kama muda wote unaona makosa ya wale wifi zako, maana yake huoni makosa yako. Watu wawili wakigombana, wote wanahusika katika huo ugomvi. Watu wawili wakigombana, wote wana mchango katika ule ugomvi. Mimi ningekutia moyo, chunguza upande wako. Neno la Mungu katika ile Injili ya Mathayo sura ya 7 inatuambia toa kwanza boriti, ndipo utakapoona vema kukitoa kibanzi katika jicho la mwenzako. Huyo wifi yako unayemwangalia, toa kwanza boriti, angalia kwanza makosa yako. Tena uyahukumu kwa ukubwa kuliko unavyoyahukumu ya kwake. Na ukishagundua makosa yako, ruhusu Mungu atukuzwe. Mungu atatukuzwaje? Mungu atatukuzwa katika maisha ya toba. Lakini Mungu anatukuzwa pale ambapo utawaambia watoto wako ubaya wa uovu. Ukishatoa kwanza boriti, ukagundua kwako upande wako kuna makosa gani, ukayafanyia toba, yachukie yale makosa kiasi kwamba ndani yako kujae toba ya yale makosa kuliko makosa ya yule wifi yako. Ili unapozungumza na watoto wako, uzungumzie ubaya wa yale makosa kuliko kuwafundisha watoto wako ubaya wa wale wifi zako. Kuna watu wameishi na wifi zao kiasi kwamba watoto walionao wanajua ubaya wa wale shangazi zao, wanajua ubaya wa wale mawifi wa mama zao kuliko wanavyojua ubaya wa magomvi. Wewe uliyegombana na wifi zako, ubaya wa magomvi unaujuaje? Ubaya wa kugombana naye unaujuaje? Unaujua kwa kiasi gani? Hebu tafakari uovu huo ili uzungumze na watoto wako ubaya wa magomvi kuliko unavyozungumza na watoto wako ubaya wa wale wifi zako. Watoto wako waujue ubaya wa dhambi ya magomvi, dhambi ya faraka, dhambi ya uzushi,
wajue ubaya huo kuliko wanavyojua ubaya wa wifi zako. Utakuwa umeshinda sana. Nataka nikupe mfano mmoja. Kuna hawa ndugu walikuwa wanaishi na mama yao, bahati mbaya au nzuri, mama yao alikuwa ametokea upande wa kaskazini na huyu mume aliolewa naye alikuwa ametokea upande wa kusini. Kule upande wa kusini wana mila zao na huku upande wa kaskazini wana mila zao. Desturi ni tofauti sana. Kwa hiyo kilichotokea, palikuwa na msigano mkubwa kati ya huyu mama na wifi zake. Kupitia ule msigano, huyu mama alizoea kuwaambia watoto wake mara zote ubaya wa shangazi zao. Tena huyu mama alikuwa ameokoka. Mwanamke uliokoka, Mungu akutie nguvu kwamba uongee na watoto wako ubaya wa dhambi, wajue ubaya wa dhambi kuliko ubaya wa shangazi zako. Huyu mama katika kuwaelezea watoto wake ubaya wa shangazi zao, alikuwa anaeleza kila siku mpaka ndani ya watoto wake ukajaa ubaya wa shangazi zao. Wakaanza kuwasema vibaya. Wakaanza kuwasema vibaya hata binamu zao, watoto wa shangazi zao. Hakuna mtu aliyeweza kuishi kwenye ile nyumba baada ya muda kutokana na jinsi wale watoto walivyojazwa uchungu. Badala ya kujazwa upendo wa kimungu, walijazwa uchungu. Matokeo yake, yule mama alikuja akafariki. Na baada ya miaka, baba yao wale watoto naye alikuja akafariki. Wale watoto ni historia ya ukweli kabisa. Wale watoto wamefika mahali wameshikiana visu, wanataka kuuana kwa ajili ya mali za baba yao. Na saizi ninavyozungumza na wewe, walishakuwa wanataka kupambana, wameuza vitu vingi vya baba yao ambavyo vilikuwa vya thamani kubwa, na maisha yao wakati mwingine ukichunguza unaweza usione sana ile thamani kubwa ya vitu ambavyo vilikuwepo. Yaani kama mtaji ambao ungeongezeka, ungetamani kuona unaongezeka pengine hata zaidi ya vile unavyoviona. Na muda fulani sasa walihitaji kurudi kwa shangazi zao wale. Na wale shangazi zao walikuwa ni watu wenye utu. Ndio waliorudi na kujaribu kuwasuluhisha ili walau kuwe na amani ya kiasi fulani. Utavuna unachopanda. Neno la Mungu katika kitabu cha Wagalatia ile sura ya 7 mstari wa 9 anasema msidanganyike, apandacho mtu ndicho atakachovuna. Ukiendelea kupanda uovu ndani ya watoto wako kuhusu shangazi zao, utavuna. Yule mama alianza kuona hayo magomvi kabla hajafariki, na leo hii watu wanashuhudia yale magomvi na zile vurugu. Kwa hiyo nikutie moyo, hata pale unapoona makosa, pale unapoona dhambi, ruhusu Mungu atukuzwe katika huo uovu. Watoto wako wajue ubaya wa magomvi, ubaya wa dhambi, ubaya wa faraka kuliko wanavyojua ubaya wa wifi zao. Ubaya wa wifi zako kuliko wanavyojua ubaya wa wifi zako, kuliko wanavyojua ubaya wa shangazi zako, wa shangazi zao, kuliko wanavyojua ubaya wa shangazi zao. Wajue ubaya wa maovu, ili kwamba wale watoto katika maisha yao wasije kugombana hata wao kwa wao, kwa sababu wanaelewa ubaya wa maovu kuliko wanavyojua ubaya wa shangazi zao. Wakijua ubaya wa shangazi zao, wao kugombana itakuwa sio tatizo, watagombana tu. Lakini namna nyingine ni wakati mwingine kila mtu anafika hapa duniani, anafika vile Mungu alivyokusudia. Anafika bila yeye kujua amefikaje. Mwingine anajikuta amezaliwa, pengine amezaliwa na mama, baba alimkataa. Anajikuta yuko na mama. Siku hizi wanaita single mother. Wewe uliyejikuta umezaa mtoto kama single mother, kama ambavyo siku nyingine nilisema, bahati mbaya kunakuwa na kibandiko usoni. Dhambi wote tunatenda, Mungu atuhurumie, atutetee. Na katika dhambi zetu tunatamani kila mtu atuhifadhi. Lakini wakati mwingine kuna dhambi huwa zinatokea usoni. Dhambi ya single mother inatokea usoni, kwamba alifanya uasherati, alikutana na mwanaume kabla ya ndoa. Inatokea usoni. Sasa wewe ni single mother. Inakuwaje watoto wako wanajua ubaya wa baba yao kuliko ubaya wa uasherati? Inakuwaje? Mungu mwenyewe azidi kutusaidia wapendwa. Kama umejikuta umezaa mtoto, umemlea, bahati mbaya mahusiano hayakwenda vizuri, hebu tafakari ubaya uliouona na kujifunza katika maisha uliojikuta umeyapitia hayo ya uasherati. Tafakari ule ubaya. Kama nilivyosema, toa kwanza boriti, ndipo uone vyema kutoa kibanzi kwenye huyo mwanaume na maudhi yake. Wewe ulikosea nini? Ukisha tafakari ule uovu uliofanyika, utafakari kiasi kwamba ndani yako kujae chuki dhidi ya dhambi, kujae hasira dhidi ya dhambi, kujae kuona ubaya wa dhambi, dhambi ambayo uikatae. Na bila shaka ukichukua hatua hii utajikuta uweze hata kurudi tena kwenye uasherati. Kwa neema ya Mungu unaweza ukajikuta baadaye ukaingia kwenye maisha ya ndoa. Wengi anazaa kama single mother, anaendelea kuzaa kama single mother. Miaka inaenda, anaendelea kuzaa kama single mother. Watoto 5, watoto 6, watoto 3, kila mmoja na baba yake.
Wakati mwingine ni ile kuruhusu kuona ubaya. Umebeba ujauzito, mwanaume kakukataa, unaendelea kutafakari na kuongelea na kujaa ndani yako ubaya wa yule mwanaume. Ujai ndani yako ubaya wa uasherati ili wewe uache uasherati. Unajaa ndani yako ubaya wa yule mwanaume. Matokeo yake wewe unaendelea kuwa mwasherati kwa sababu wewe unachoona mbaya ni mbaya yule mwanaume, sio ubaya wa uasherati uliofanya. Lakini kama umezaa mtoto mmoja, ndani yako kukafurika ubaya wa uasherati na madhara yake kwa ukubwa wa kutosha. Maana pia hata kinywa cha mtu hunena yale ya ujazayo moyo wake. Kukifurika ubaya wa uasherati kwa kiwango cha kutosha, utajutia ubaya wa uasherati, utachukia uasherati, utaongea uasherati kiasi kwamba hata mtoto wako atajua ubaya wa uasherati kuliko ubaya wa baba yake. Lakini single mothers wengi, watoto wao wanajua ubaya wa baba zao kuliko ubaya wa uasherati. Na ndio maana wale watoto wakati mwingine nao wanakwenda kufanya uasherati. Wanachojua ni ubaya wa baba zao kuliko ubaya wa uasherati. Na yeye anaenda anafanya uasherati, anazaa. Na yeye anaanza kuongea ubaya wa wanaume. Kwa hiyo hata pale ulipojiku